Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, pia utabarikiwa sana. Ni vingi namna jinsi ambavyo Roho Mtakatifu anazidi kujifunua katika maisha yetu na kutukumbusha tujifunze neno la uzima ambalo lina faida mara mbili, faida ya kimwili na kiroho. Leo tutajifunza siri mbili za Yesu Kristo katika kitabu cha Warumi sura ya 1. Tutaanza na siri ya kwanza. Salamu na shukrani kwa Rumi kutoka kwa Paulo. Warumi 1 mstari wa 1 hadi wa 15. Paulo, mtumwa wa Kristo Yesu, aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa aihubiri injili ya Mungu, ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu, yani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili, na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu, ambaye katika yeye tulipokea neema na utume, ili mataifa yote wapate kujitiisha kwa imani kwa ajili ya jina lake, ambao katika hao ninyi mmekuwa wateule wa Yesu Kristo, kwa wote walioko Rumi, wapendwa na Mungu, walioitwa kuwa watakatifu. Neema na iwe kwenu na amani itokayo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwanza namshukuru Mungu wangu katika Yesu Kristo kwa ajili yenu nyote, kwa kuwa imani yenu inahubiriwa katika dunia nzima. Kwa maana Mungu nimwabuduye kwa roho yangu katika injili ya mwana wake ni shahidi wangu jinsi niwatajavyo pasipo kukoma. Siku zote katika sala zangu nikiomba nije kwenu hivi karibu, Mungu akipenda kuifanikisha safari yangu, kwa maana ninatamani sana kuwaona nipate kuwapa karama ya rohoni, ili mfanywe imara, yani tufarijiane mimi na ninyi, kila mtu kwa imani ya mwenzake, yenu na yangu. Lakini ndugu zangu, sipendi msiwe na habari ya kuwa mara nyingi nalikusudia kuja kwenu, nikazuiliwa hata sasa, ili nipate kuwa na matunda kwenu ninyi pia, kama nilivyo nayo katika mataifa wengine, na wiwa na Wayahudi na wasio Wayahudi, na wiwa na wenye hekima na wasio na hekima. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi ni tayari kuihubiri injili hata kwenu ninyi mnaokaa Rumi. Nini tunajifunza hapa katika siri ya kwanza? Siri hii inatufundisha Paulo jinsi alivyokuwa anaandika nyaraka zake na kuzituma juu ya mataifa aliyoelekezwa na Roho Mtakatifu kwenda kuhubiri, kuandaa mazingira jinsi ipasavyo, ili pala atakapofika huduma yake iende sawa sawa. Ndivyo inavyofanyika hata leo katika nchi. Kwa mfano nchi yangu ya Tanzania, watumishi wakubwa ambao wameitwa na Bwana kwa roho na kweli, wanatoa habari, wanatoa taarifa kwenye mikoa ambayo wameazimu kwenda kuhubiri na kupeleka injili ya Yesu. Kwa hiyo tunapoona hapa, kwa hiyo Paulo hapa anatushuhudia, lakini Yesu Kristo pia anaongea na sisi na kutukumbusha tufanye hivyo. Wale wateule wa Bwana ambao Mungu ametupa kibali kwa namna jinsi Mungu atakavyotaka wenende. Kwa hiyo huu ni mfano, tunaposoma tuige mwenendo wa Paulo ili tupate kufikisha injili ya Yesu vizuri na kwa ufanisi, na kufanikisha vyema kama kusudio lake alivyokusudia Yesu Kristo toka alipopaa, alivyoachilia Roho Mtakatifu akae nasi milele na milele. Siri ya pili, nguvu ya injili na hatia ya wanadamu. Warumi 1 mstari wa 16 hadi 32.
Kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminiye, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu, kwa kuwa mambo ya Mungu yanajulikana, yamekuwa dhahiri ndani yao. Kwa maana Mungu aliwadhihirishia, kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na uzuru. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu, wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Wakijinena kuwa wenye hekima, walipumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege, na ya wanyama, na ya vitambaavyo. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao, waufuate uchafu, hata wakavunjia na heshima miili yao. Kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Mungu anayehimidiwa milele. Amina. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao hivyo waliyaacha matumizi ya mke ya asili, wakawakia na tamaa. Wanaume wakiyatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyopasa. Wamejawa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya. Wamejawa na husuda na uwaji na fitina na hadaa, watu wa nia mbaya, wenye kusengenya, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasio watii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja magano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendao hayo wamestahili mauti, wanatenda hayo, wala si hivyo tu, bali wanakubaliana nao wayatendao. Tunaposoma waraka wa Paulo hapo natufundisha kitu kikubwa sana. Kwanza, Injili ya Yesu Kristo ina nguvu ya kuvunja na kuteketeza kila za mwovu ibilisi shetani, zikateketea na kubaki vipande vipande, kama jinsi Yesu Kristo alivyotabiliwa kwamba atasimama mwana wa Mungu katika uzao wa Daudi, ambaye ufalme wake hautakuwa na mwisho, atakaye kuja kuangusha falme zote za dunia na kuzisaga kabisa zikawa tikitiki na kupanga safu zake. Huu ndio wakati tulionao. Lakini hapa tunakumbushwa kitu kimoja. Paulo safari yake ya kwenda Rumi ilipitia changamoto nyingi sana, lakini Paulo alikuwa amebeba package ya Injili. Pamoja na hayo yote, zoruba na hapa na pale, ile nguvu ya Injili ilimfanya afike salama na wote waliokuwa pamoja naye. Kudhibitisha Injili ya Yesu Kristo imebeba uponyaji. Lakini kitu kingine cha kujifunza hapa, hatia ya wanadamu mashoga waabuduo sanamu walionekana mapema sana, kaandika Paulo, ambao wako katika taifa la Rumi, ambao ni Italia ya leo, kwenda kuwashuhudia. Roho Mtakatifu aliyaona hayo, akatoa angalizo kutumia Rumi. Ilikuwa ni ishara ya Yesu Kristo kutufikishia ujumbe, kwa sababu neno lake likidondoka linapiga ulimwengu. Maana kuja kwa Yesu Kristo ni kwa ajili ya ulimwengu. Kwa hiyo alitoa angalizo jinsi watu wanavyoenenda tofauti na matakwa ya Mungu, kwa kufuata tamaa zao za mwili, usengenyaji, matumizi ya kimwili tofauti na Mungu alivyokusudia. Akatoa angalizo kwamba atawaacha. Lakini jambo la kumshukuru, ashukuriwe Mungu wa mbinguni, Yesu Kristo, kwa kushusha neema na baraka kwa sasa hivi. Hakuna jambo litakaloenda kinyume na Yesu Kristo alivyopanga.
Hakuna jambo litakaloenda kinyume na Yesu Kristo alivyopanga. Ukumbuke Yesu hawezi akapanda neno lake kwenye msalaba kwa gharama kubwa na mateso makali halafu lisipate matunda mengi. Injili ya Yesu Kristo inatushuhudia, maana Yesu Kristo aliona ishara kubwa ya mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Katika nyakati hizi ndio maana unaona watu wengi tunahubiri. Nyakati tulizo nazo sio nyakati za kuabudu masanamu, za kutumikia miungu, za kuenenda tofauti na kusudio la Mungu. Mashoga. Mungu Yesu Kristo yupo anatawala ulimwengu. Kwa nyakati tulizo nazo, mawakala wote ambao wanatumika wasiobadilika, kuna nyakati zitakuja ni ngumu watapitia paka Mungu atamsujudia, kwa sababu Mungu akisema jambo lazima iwe. Hakuna sehemu alipotamka Yesu Kristo neno lake likafeli kufanikiwa. Nyakati tulizo nazo ni nyakati za utawala wa Yesu Kristo duniani na mbinguni, maana anatawala ulimwengu wote katika roho na kweli. Huu ni wakati wa kumwabudu Yesu Kristo na Mungu Baba kwa roho na kweli ili tupate kupona. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.